Bwana Yesu asifiwe. Habari za uzima wapendwa. Karibu sana tuendelee kujifunza neno la Mungu. Ndugu, katika video hii nataka nikuambie kwamba kipimo chochote ambacho unampimia mtu kumfanyia ubaya, tegemea kwamba kipimo hicho ulichokipimia kumfanyia mtu huyo ubaya, na wewe utapimiwa kipimo hicho. Unajua kuna watu wamekaa kuyaharibu maisha ya watu wengine. Umeharibu maisha ya mtu kwa sababu ya uongo wako. Umeharibu yawezekana ndoa ya mtu kwa sababu ya uongo wako. Umeharibu biashara ya mtu kwa sababu ya maneno yako. Nataka nikwambie kwamba hicho ambacho unakitenda, aidha umekitenda, kitakurudia tu. Kitakurudia kwa sababu chochote akipandacho mtu ni mbegu. Na kwa kuwa ni mbegu, hiyo mbegu utaivuna. Chochote kile ukipandacho, tambua kwamba unapanda na siku moja utavuna. Biblia inasema kwamba wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi sana tunapenda kuzungumzia andiko hili kwenye upande tu wa kubarikiwa, kwamba unapompa mtu kitu utabarikiwa, utazidishiwa. Yes, ni vizuri sana, lakini naomba nikupeleke pia katika tafakari nyingine hii. Unapomtendea mtu ubaya, kipimo kile ambacho ulichokipimia, nataka nikwambie hicho na wewe utapimiwa hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho na wewe utapimiwa. Wewe si ulimwaga ubaya kwa watu mwenzako, mambo yake yakaharibika? Yawezekana mtumishi mwenzio huduma imekufa kwa sababu ya uongo wako. Yawezekana kuna mtu biashara imekufa kwa sababu yako. Yawezekana kuna mtu analia hapo pembeni, ndoa yake imeharibika kwa sababu yako. Ule uongo, kile kipimo ambacho ulikipimia kuharibu chochote cha mtu yeyote, nataka nikwambie, jiandae na wewe, ipo siku itakurudia katika maisha yako. Usikubali na usikae siku moja ukubali kuvunja na kuharibu maisha ya mtu mwingine kwa sababu ya uongo wako, aidha kwa sababu yoyote ile, kwa sababu ipo siku moja itakurudia. Kama sio wewe, hata mmoja wa uzao wa tumbo lako yatampata. Usikae kutengeneza vitu vibaya kwa ajili ya watu. Kuna watu wanapanga mbinu mtu mwingine afukuzwe kazini. Yes, amefukuzwa kazini. Je, hata 1% ya mshahara wake utaopewa? Jibu ni hapana. Badala yake hata atafuta mtu mwingine anawekwa pale. Sasa umesababisha mwingine afukuzwe kazi, wewe umeongezeka nini? Mwingine ameshushwa cheo kwa sababu yako. Okay, wewe umepata nini? Umeongezeka nini? Take care. Kipimo kile ambacho unachokipimia kitakurudia siku moja. Acha kutendea watu mabaya. Usikubali kujaza moyo wako ubaya, bali tendea watu wote wema kadiri upatapo nafasi, naye Mungu atakubariki. Itakuwa ni faida yako, naye Mungu atadhirika kupitia wewe.